Hello, Bwana asifiwe sana. My name is Fidelis Mutua Mutuku. Nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. I thank God because of you. You have been a very friend of mine and you have been supporting this ministry. Kindly, if you have not yet subscribed, tafadhali usifinye tu subscription. Just subscribe, share, and also leave a comment there. Today, I want to read in the book of Genesis, chapter number 3, verses 8, 9, and 10. The Bible says, the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, I heard you in garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. I want to thank the Lord because of this wonderful time that we have met. Today I serve in the Lord in the church of Singelesi, and I greet them home together with you. And in this word that I have just read, it is in the book of Genesis, chapter number 3. We know chapter 3 talks about the fall of man, but I also are concerned about this scripture, and I was thinking how these people, Adam and Eve, had a close relationship with God. But immediately after they did what was wrong in the eyes of the Lord, they hid themselves when they heard the sound of the Lord God coming to meet them, just as it was usual. Therefore, I want to understand that there was a very close relationship between man and God. But when sin ended, there was a very big gap between them, because you can see the man and his wife, they hid themselves from the face of the Lord because they already knew that they did what was wrong before the eyes of the Lord. And that's why they are saying, but the Lord, the man and his wife are the sign of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among them. So it is them who hid themselves, walijificha wasionekana Mungu, kwa maana walikuwa wamemkosea, walikuwa wamefanya mambo ambayo hayampendezi, walikuwa wamefanya kile ambacho walikuwa wamekatazwa kukifanya. And those are our very first parents of each and every one in this world, and also who have been there and who will come. But today, I just wanted to remind us that we may live a life that our relationship with God is not at par. Then sisi na Mungu wetu hatuna uhusiano. Kweli alituumba, kweli tulijipata ni kweli. But from that time of the first parents of us, tumekaa tumejificha. Wengine tumejificha kwa sababu yale mambo ambayo tunayafanya ni mabaya zaidi, na hivyo tumejificha katika uso wa Bwana. Wakati nasema tumejificha, we have hid ourselves from the face of the Lord, I mean that there is no any interaction, there is no relationship, there is no, hatuna upatano, hatukaribiani. Mahali ambako kunaabudiwa Mungu hatuendi, mahali ambapo watu wanashuhudia neema za Bwana hatupo, mahali ambapo kuna ushuhuda hatupo, mahali ambapo watu kuna ibada hatupo, mahali ambapo watu wanaabudu na sifa na mambo kama hayo ya kiroho hatupo. Why? We are afraid to stay in the presence of the Lord because of the sin that is in us. And therefore, this wonderful day, I've just come to encourage each and every one of us that it is Jesus Christ who came to restore our relationship with God. And therefore, it is the high time that now to talk katika hizo bush tumejificha. We come out from the bushes that we have hid on, and that we come to see the Lord. We come and seek the face of the Lord. We come and worship the Lord. We come tujitokeze, tushuhudie neema za Bwana, tushuhudie uwepo wa Bwana, tushuhudie uponyaji, tushuhudie neema, tushuhudie nguvu za Bwana ambazo zimo katikati ya wapendwa wake. Kwa hivyo wewe na mimi ni swali kwetu, tujiulize, mimi nimejificha wapi? Nimejificha kwa sababu gani? Nitatokeza lini?
nimejificha wapi? Kuna watu ambao wamejificha kwenye dhambi za anasa za dunia hii. Kuna watu ambao wamejificha kwenye maisha ya unafiki. Kuna watu wamejificha kwenye pombe. Kuna watu wamejificha katika maisha ambayo hayampendezi Mungu. It is now the high time tujitokeze. Wewe umejificha kwa nini? Kuna watu ambao wamejificha kwa sababu wanaogopa tu Mungu. Yaani wanaogopa kukutana na Mungu kwa sababu ya dhambi. Kuna watu ambao wamejificha kwa sababu wao hawaoni kwamba ni wa maana mbele za Bwana. Kuna watu ambao wamejificha kwa maana wanataka kuendelea kufanya yale mambo yao wanafanya bila kuulizwa na mtu. Yaani they don't want to live under the law of the Lord. Therefore, it is the high time that we realize that it is Jesus Christ who came to save that which was lost. It is me and you. And therefore, tusiogope. Tujipeane kwa Bwana, tupeane maisha yetu kwa Bwana. Yeye Yesu Kristo ana uokovu. Atatuokoa. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili yangu na wewe ili tufanywe upya, tuwe safi na tuendelee maisha yako mabudu. Si Bwana akubariki. Nawe na ujitokeze. Umejificha wapi? Tokelezea. Bwana akubariki. Let us pray together. Lord, we want to thank you because of this wonderful time. Lord, you have given to us to share your word. Lord, I want to pray for my viewer. Father, the Lord, together with me, you are going to help us. Kama kuna watu katikati yetu tumejificha mbele yako mfalme, tusione uso wako, tumejificha tusikutane nawe. Bwana, tupe neema na kibali, tujitokeze katika hizo dhambi ambazo zimetufanya tuzifiche. Bwana, tusaidie, tuokoe na ule mwovu shetani, na utubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Si Bwana akubariki, awe nawe, akushike mkono, na usisahau kulike, share and subscribe. Thank you so much.